Halo, naomba leo katika mwendelezo wa masomo yetu nizungumzie dhana ya udhibiti. Watu wengi hawaelewi dhana ya udhibiti na inawachanganya wakishindwa kuitofautisha kati ya usimamizi wa sheria unaofanywa na jeshi la polisi na dhana ya udhibiti. Na hii inawafanya baadhi ya watu kutatizika sana na kuelewa kwa nini kuna mamlaka za udhibiti. Leo katika mfululizo wa makala hizi nitakazozitoa, tunajibu swali, why do we regulate markets? Kwa nini tunadhibiti masoko? Kwa nini tunarekebu masoko? Dhana ya udhibiti ni dhana iliyokuja baada ya kuwepo kwa soko huria duniani. Kumbuka, kabla ya mwaka 90 nchi nyingi hasa za Kiafrika zilikuwa na uchumi uliofungwa, uchumi uliokuwa na vidhibiti au vigingi vingi sana. Ulikuwa uruhusiwi kuagiza nchini gari, kulikuwa kuna masharti makali sana, kulikuwa hakuna biashara huria. Lakini baada ya economic liberalization, uchumi huria kuja, ilikuja dhana ya udhibiti, kwa maana ya kwamba uko huru kufanya biashara, lakini baadhi ya biashara zinapaswa kudhibitiwa ili kuleta usawa au kulinda soko la bidhaa hizo au walaji wake. Na ndio maana kuanzia miaka ya 90 kuja mpaka miaka ya 2000 kumejitokeza mamlaka nyingi za udhibiti kama vile EWURA, LATRA, TCRA, Bank of Tanzania ambao pia ni regulator, TIRA ni regulator, TASAC, TMDA zamani ilikuwa inaitwa TFDA, FCC Fair Competition, COPRA ile bodi ya mazao mchanganyiko, maabara ya mkemia mkuu wa serikali na kadhalika na kadhalika. Ziko nyingi. Kazi ya mamlaka za udhibiti ni kurekebu, kuweza kubalance maslahi ya walaji na maslahi ya wafanyabiashara au maslahi ya watu wa huduma za biashara au bidhaa. Kwa hiyo serikali inapoanzisha vyombo hivi inalenga kudhibiti wapokeaji wa huduma, watoaji wa huduma, lakini na wale ambao ni wachezaji kwenye lile soko, actors. Kwa hiyo wanaodhibitiwa ni actors. Na tukienda kwenye mpira kuna udhibiti na kwenyewe, ndio maana una TFF, ndio maana una FIFA, ndio maana una CAF. CAF au FIFA au TFF anadhibiti sio tu club, bali na wachezaji, wanahama vipi, wanasajiliwa vipi, wanaenenda vipi uwanjani. Kwa si ajabu hata katika sekta ya usafirishaji kukuta udhibiti unaofanywa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA haifanywi tu kwa msafirishaji ambaye anapewa leseni ya LATRA, bali unafanywa pia kwa watendaji wengine kwenye soko, tunaita economic actors au players, kama madereva, mawakala na watoa huduma wengine waliopo kwenye soko, kama wale wa VTS, kama wale watoaji wa huduma nyingine za kimtandao. Wako watoa huduma wengi. Hawa wote wanaingia kwenye dhana ya udhibiti au kwenye wavu wa udhibiti wa mamlaka za udhibiti. Kwa hiyo serikali inaweka taratibu, sheria na mfumo wa uangalizi wa soko au shughuli zinazofanyika sokoni ili kusahihisha makosa, ili kuhakikisha kwamba kuna ushindani ambao uko wa haki, lakini kuwalinda walaji au watumiaji, consumers, na kufanya tunasema maintain stability, yani kuwepo na uendelevu au uchumi ulio imara au shughuli za kiuchumi zilizo imara, na vile vile kukidhi malengo yale ya kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo mara nyingi wadhibiti huwa wanashawishi kuanzia bei za bidhaa zinazowekwa sokoni, lakini vile vile viwango, wanaweka viwango standards,
lakini pia na uendeshaji operations kupitia mbinu mbalimbali. Mbinu hizo zinaweza kuwa ni kutoa leseni, kusajili, kuweka bei ya juu, zile cap prices kama tunavyoona EWURA anafanya, lakini vile vile kuchukua hatua mbalimbali ili kukabiliana na vitu kama ulaghai, utapeli na kadhalika. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza tu ya wewe kuelewa dhana ya udhibiti. Sehemu ya pili utaelewa zaidi kwa nini tunadhibiti masoko. Asante.